akamkuta mzee ndo kwanza alikuwa ameshika chupa ya sumu. Chupa ya sumu anaifungua sasa. Sumu yenyewe kwanza ilikuwa mpya ile, anaifungua sasa huku analia sana. Kamata pale, wakamnyang'anya ile sumu. Ndugu zake hata hawakuja, hata babake hakushtuka, lakini kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanampenda pale kijijini ndio walikuwa wako attention na yeye. Ndugu zake wala wanafanya mambo mengine tu. Kamnyang'anya ile sumu. Sasa mimi nimeingia kule chumbani, watu wakaanza kujaa sasa, wale na kijiji, usifanye hivyo, usifanye hivyo. Mimi niliona baba kama kama alichanganyikiwa kisaikolojia. Unajua ukiwa wewe umezaliwa na mzazi wako, akakulea, ukakua, ukawa mtu mzima, ukaoa, ukazaa watoto wakawa wakubwa, alafu mzee wako anakuja na kukwambia wewe sio mwanangu. Ni kitu ambacho kinaweza kikakufanya ukaluka kisaikolojia. Mimi naona baba kama aliluka kisaikolojia, yani akawa na bora nife tu. Na hicho kitu kilichukua muda sana, kama miezi kadhaa, kwa sababu ilibidi awekwe chini ya ulinzi. Kuna wanakijiji waliteuana, ndugu zake hata hawana habari, na ndio maana unaambiwa mtu ambaye anaweza kuharibu maisha yako ni ndugu yako. Hakuna mtu baki anaweza akatoka sehemu mbalimbali akaja kuharibu maisha yako, hamna. Lakini ndugu zetu ndio waga wanatuharibia maisha yetu. Baba aliathirika kisaikolojia. Unahisi kwa nini ndugu zenu walikuwa wanafanya hivyo, yani kuto kumpa ushirikiano baba yako na yani kumtenga kwenye familia? Ilikuwa ni nini, siri gani ambayo ilikuwepo ndani ya familia yenu? Siwezi nikajua, lakini na mimi naona labda ni roho za watu tu, binadamu basi. Mimi siwezi nikajua, lakini huenda labda kipo ambacho kilikuwa kinasababisha iwe hivyo, lakini mimi sikuweza kuuliza ni kwa sababu gani walikuwa wanafanywa yote haya. Baada ya hapo ilibidi awekwe chini ya ulinzi, watu wakawa wanamlinda. Ilifikia muda kabisa ikabidi wamfunge kamba, sababu alikuwa hawezi kufanya lolote. Funga kamba miguu, yani in short kama alichanganikiwa kabisa. Ni kitu ambacho kiliniumiza sana mimi, japokuwa nilikuwa ni mtoto mdogo, lakini nilikuwa naona vitendo ambavyo, yani ile hali ambayo naipitia baba yangu ilinihuzunisha sana sana. Na kweli baadaye maisha akaenda, mzee akawa sawa. Unaona, babu yetu kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu akaja akamchukua, na kipindi anamchukua babu yetu hata alikuwaga haji nyumbani. Hajamchukua Mwenyezi Mungu, alikuwa haji pale nyumbani, na wale ndugu wengine walikuwa haji. Yani baba yetu alikuwa yeye tu, kwa sababu kwanza alikuwa peke yake, hana dada, hana kakake, kwa sababu kwenye tumbo lao walizaliwa hawa tu wawili kwa upande wa mamake, kwa babake yule ambaye ni babu yetu sisi, lakini mmoja alitangulia mbele za haki. Kwa hiyo akabaki yeye kama yeye, unaona. Kwa hiyo ni kitu ambacho yani mpaka leo hii huwaga nashukuru Mwenyezi Mungu sana nikimwona babangu bado anaishi. Ulijifunza nini kwenye hilo tukio? Kitu ambacho nilijifunza baada ya kumwona babangu anafanywa hivyo na babake mzazi na ndugu zake kwa ujumla, nilijifunza kwamba ndugu yako ndo adui yako mkubwa. Tunasaidiwa na watu ambao hawatujui, lakini sio ndugu yako. Unajua, unaweza ukakutana na mtu njiani akakusaidia tu, lakini ndugu yako hawezi akakusaidia kwa lolote. Kwa hiyo adui yako ni ndugu yako mwenyewe. Mtu hawezi kutoka tu kula akaja kufanyia ubaya, lakini ndugu yako anaweza kufanyia kitendo hicho bila hata makosa yoyote. Baada ya babu yetu sasa kufariki, ilibidi msiba ufanyike kwetu. Kwa sababu gani? Sehemu ambapo alihamia
ule baba yetu kwa upande wa ile nyumba nyingine walikuwa yani sio yani kwenye kijiji alikuwa haieleweki, naweza nikasema yani Wananzengo alikuwa hana mashirikiano vizuri na Wananzengo. Sasa baada ya mzee wetu kufariki, kwa babu yetu kufariki, babu yenu, msiba ilibidi uletwe nyumbani kwetu, na Nzengo akasema sisi tunajua ni mwanae ni huyo hapa. Kwa hiyo alienda kuchukua mwili kule wakauleta nyumbani kwetu, na wale ndugu nao wakakusanyika pale, tukaja tukamzika nyumbani kwetu babu yangu. Baada ya kumzika nyumbani kwetu, ikabidi kuna babu yetu nao, babu yetu sisi walikuwa hawa tu na shangazi na dada yake ambaye ni bibi yetu sisi. Baada ya kake kufariki, akaona kwamba hizi mali inabidi nizimalize hapa hapa, niwagawanye hao watoto sije wakauana, na kweli akafanya hivyo. Lakini tena kitu ambacho kilinisikitisha, siku ya kugawanya zile mali, kuna baba yetu mmoja alisimama, akasema, kwa maagizo niliyopewa nimeambiwa Lucas asipewe chochote, ambaye ni baba yangu mimi, asipewe chochote kile, iwe shamba iwe ng'ombe iwe nini, asichukue chochote cha mzee. Hayo maagizo yeye aliagizwa na nani? Huwezi ukajua. Yeye alipokuwa nadai ameagizwa na baba yake ambaye ni babu yetu sisi, ambaye tayari kasha lakini sasa hapo ilibidi wamwaye, wakamwambia bwana, sisi tumekuja msibani na haya maswala mzee kashaongea tayari, kwa hiyo tusitaki kuchimbua vitu ambavyo vimepita. Huyu hataki mali zenu, mmekusanyika hapa kwa ajili ya kumzika mzee. Kama mnataka kugawana mali zenu, nendeni kule. Wananzengo hao waliingilia kati, na nashukuru sana, ni watu baki, lakini waliingilia kati wakaweza kulisolve hilo swala, na kweli mzee hakupata chochote zaidi ya sehemu ambayo alikuwa amejenga anakaa, sababu ilikuwa ni shamba la babake, lakini haya mashamba mengine hakupata chochote. Wakaenda wakagawanya kule mali unajua mali za kudhulumu bwana, machozi ya mtu waga hayaendi bure. Ukimwona mtu analia usimchukulie poa, mwanaume analia usimchukulie poa. Waligawana, baadaye hao baba zetu wengine wakawa walevi, unaona, wengine wakaugua, shapoteza maisha, wengine alobaki ni mmoja na hatujui yuko wapi sasa hivi, sababu hana familia, watoto kashawatelekeza, hana chochote. Walobaki ni wale wanawake tu ambao washaolewa na waume zao. Ni maisha fulani ambayo tuliyapitia ya mateso sana kipindi kile, tuliyapitia maisha ya mateso sana. Hizo mali walizimaliza kwa kuziuza au walipata changamoto gani? Wao unajua mtu akishagawana kila kitu asanamiliki cha kwake, ni juu yake sasa, anaweza kauza. Walikuwa wanauza na kunywa pombe, wanalewa, unaona. Kwa hiyo mali zikaisha na wakawa hawana miji kabisa. Cha kushukuru Mungu, sasa baba yangu peke yake ndo aliweza kusimama tena upya, aliweza kusimama kama mwanaume, na mpaka leo hii au ndugu ambayo walikuwaga wanatoa maneno sijui fulani hivi, wamebakisha kaka yao ni huyo huyo, hao wengine wote washatangulia mbele za haki. Baba alobaki ni babangu peke yangu, na yeye ndo anamwangalia kila kikao. Kama hayupo yeye, hakuna kikao ambacho kitafanyika, na vikao vyote vya ukoo. Hajajitenga, hakutaka kujitenga, lakini wao wenyewe tu waliamua kumfuata, hakutaka kujitenga. Kila kikao kinachofanyika inabidi waje nyumbani kifanyike, na hataki kukataa. Lakini sasa kuna dukuduku jingine ambalo lilikuja kujitokeza kwa mbele yake kidogo. Sisi tushakuwa wakubwa tena, ndivyo tu hivi. Kulikuwa na sehemu moja ambayo ilikuwa imebaki hapo nyumbani kwetu, ni kama ekari 3 hivi, kwa sababu sisi tulikuwa tunakaa sehemu ambayo tulikuwa tumezungushia kama kuna uzio fulani, sehemu kubwa, unaona. Sasa kuna
kundi la vijana ambalo limejitokeza tena ni kutoka upande wa wale wazee waliotangulia mbele za haki, baba zetu wale wakubwa. Tulishangaa siku moja, mimi napigiwa simu na baba ananiambia kuna mtu tumeshangaa tu analima kwenye sehemu yetu ile ambayo tulikuwa tunalima siku zote. Kaambia mwachie, wala usitoe maneno, maana vitu ambavyo vimetokea nyuma ulivyoona. Kwa hiyo hatutaki kurudi nyuma, na tushasimama sasa hivi. Hatuna shida ya mashamba, hatuna shida ya nini, hatutaki tena kufukua makaburi ambayo tushayazika tayari. Kwa hiyo ni historia ambayo mpaka leo nikilalaga waga naifikiria sana, kwamba ndugu yako bwana anaweza kukaribia maisha yako muda wote. Na mpaka leo mimi sina namba za ndugu zangu, sina namba ya shangazi yangu, sina namba ya babangu si upi, sina namba ya mtoto wa nani. Yani mimi niko mimi kama mimi, namba ya babangu, namba ya mamangu na wadogo zangu. Basi ni kitu ambacho kilinifunza mengi sana, kwamba ndugu anaweza akakupoteza muda wote bila sababu yoyote, bila sababu ya msingi. Ulijifunza nini kutoka kwa mzee wako kutokana na matukio ambayo yalimpata, na bado akasimama akaendeleza misingi ya kuwa mwanaume, akasimama kama mwanamume? Nilijifunza kitu kikubwa sana, kwamba kwenye maisha usimtegemee mwanadamu, kwamba kikubwa ni kumtegemea Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu akiamua iwe itakuwa. Kwa sababu babangu kwa hatua alikuwa amefikia ya kunywa sumu na kulindwa na wanakijiji, kwamba mpaka akae sawa, kufungwa kamba, ni hatua ambayo alikuwa amefikia mbaya sana, kwamba angeweza tu kusema kwamba ashakuwa sawa, baadaye akajiua, lakini aliweza kusimama, akasimama na tena mpaka leo hii sisi tunaondoka nyumbani, tunarudi, tunasema tunaenda nyumbani, tunarudi nyumbani. Kweli baba yetu yupo na amesimama yeye kama yeye, hana sehemu ya kuegemea, labda Mwenyezi Mungu peke yake. Yani baba yetu hana, yani hata akipata shida kwamba niwapigie ndugu zangu waweze kunisaidia, hana yani yeye yuko yeye kama yeye. Kwa hiyo ndugu zake yeye sasa hivi ni nyinyi watoto wake? Ndugu zake yeye ni sisi wanaye tukifeli na yeye amefeli, baba akifeli na sisi tumefeli. Kwa hiyo sisi tuko sisi kama sisi. Kwa hiyo ukiwaona watu mtaani bwana wanahangaika, usijaribu kuwazibia riziki zao. Kuna mambo ambayo wamepitia nyuma haelezeki. Ukiona watu wanahangaika, usijaribu kuwazibia riziki zao. Kuna msururu wa nyuma ambao unawategemea. Sisi tukianguka leo, hakuna sehemu ambayo tutakimbia kwa ndugu yetu tukachukue msaada. Sisi tunapambana sisi kama sisi. Umekosa, umepiga simu nyumbani kwa babako hana, inabidi uvumilie, na ndio tunavyoishi. Baba amekosa, amepiga simu kwetu sisi, kama hatuna inabidi atuvumilie. Kwa hiyo ni maisha ambayo tunaishi, yani Mwenyezi Mungu ndo anajua alikotutoa mpaka unatuona sasa hivi tuna survive, tunaishi bila kutegemea mtu. Ni Mwenyezi Mungu ndo anajua wapi alitutoa. Kwa hiyo ni funzo kubwa sana ambalo niliweza kulipata mbele ya ndugu zangu, na naweza nikasema niliwashukuru kwa sababu wamenifunza vitu vingi sana. Mimi simtegemei mwanadamu na siumizwi na kitu chochote kile, iwe mapenzi iwe nini. Sisi nikaumizwa na kitu kile, kwa sababu maumivu ambayo niliwahi kuyapitia hayaelezeki. Alafu ni kwa umri mdogo, hayaelezeki. Ingekuwa kama umri wa sasa hivi ningeweza kuchukua action yoyote ile na mimi au nianze tena kusakamana na ndugu, tutafutane na mapanga, lakini nilikuwa mdogo, lakini niliweza kuihandle ile situation mpaka sasa hivi. Tunashukuru Mungu ni wazima. Unajua, umenieleza jambo kubwa sana, nimeshtua kidogo, kwamba kumuona baba yako analia mbele yako ni jambo ambalo ni jambo adimu sana kwenye maisha ya mwanadamu, sikufichi.
Yani kumwona mzee kabisa hivi anatoa chozi, ujue kabisa kwamba kwenye stage hiyo aliyofikia, usipokuwa karibu naye unaweza kumpoteza. Mwanaume sio rahisi kutoa machozi mbele ya wanawe. Anaweza kutoa machozi mbele ya watu wengine, lakini sio wanawe. Natoka siku hiyo sijawahi kumwona babangu akilia, sijawahi kumwona babangu akilia, ila mimi tu kuna baadhi ya kipindi nilikuwa nikikumbuka ile station. Kwa mfano unaweza ukaa uko ndani ukakumbuka yale matukio ambayo ameyapitia baba yako, na wewe changamoto unazozipitia, inabidi utoe machozi. Unajua story ukiwa unasimuliwa kama haijakukuta unaona kama alikuwa analilia nini, lakini ni swala moja gumu sana. Yani watu wanapitia maisha magumu sana kwa sababu nadhani kwamba kilichomliza mzee wako ni ile pengine aliwekeza hisia kwamba akizani akijua kabisa kwamba huyo ni baba yangu, ile hisia, upendo alikuwa akimuonyesha yule mzee, halafu dakika za jioni mzee anamkataa kwamba wewe sio mwanangu bwana. Yani mimi naona kilichomuumiza sana baba ni pale baba alipotamka kwamba wewe sio mwanangu, alafu mzee kashafikia umri huo, alafu natamka mbele ya umati wa watu, ndugu jamaa wote wapo, na unaeleza kabisa kwa hisia kwamba mimi nilikuwa mfanyabiashara, kuna kipindi niliondoka kenda sehemu fulani, narudi mamako ana ujauzito. Ni kitu ambacho kinashtua kidogo. Hata ungekuwa ni wewe lazima kikufikirishe, kwa sababu uwezi ukalala tu kaamka ukasema bwana wewe sio mwanangu, kama una akili zako timamu. Sijui babu alipata na nini, lakini haikuwa rahisi kutamka maneno hayo kama mtu mzima, labda umri na vitu kama hivyo na wanaomzunguka. Mimi naweza nikasema labda watu ambao walikuwa wanamzunguka ndo walikuwa wanamtia maneno. Watu walikuwa wanamzunguka ndo walikuwa wanamtia maneno. Na hiyo station ya babu kubadilika ilianzia tu pale baada ya sherehe kwa shangazi yetu pale. Baada ya kutoka pale babu yetu alikuwa amebadilika kabisa, sio yeye ambaye tulikuwa tumemzoea sisi wa siku zote kwamba babu yetu. Hakuwa yeye. Ushai kumkumbusha baba yako hiyo station? Siwezi nikamkumbusha kwa sababu na kuwa nahofia kumrudisha nyuma zaidi. Na mimi nilikuwa na wasiwasi hata kutoka, nilikuwa sijiamini kwa sababu unaweza ukatoka tena ukasikia baba yako kashafanya hivi. Na siwezi na sitakaa nimkumbushe hiyo station, labda mambo mengine tu, lakini sio kumwambia baba, unakumbuka kipindi kile ulikuwa unalia? Siwezi nikajaribu utoto. Japokuwa mimi mama na wadogo zangu tukakaa tunakumbushana, tunakumbuka ukiona mnapitia hali ngumu, unakumbuka baba kipindi anapitia hivi na hivi, unakumbuka. Kwa hiyo inabidi msimame sasa kama alivyosimama yeye. Kwa hiyo hilo nishalichukua kama funzo kwamba ukiona unapitia magumu, kaza roho, muombe Mwenyezi Mungu. Na hii mimi nadhani kwa upande wangu nimejifunza kitu kimoja, kwamba tuishi vizuri na watu. Ukiishi vizuri na watu ambao wanaweza kukusaidia ni watu ambao unapishana nao njiani. Kwa sababu hawa ndugu zako bwana sio kitu kwako. Yaani ndugu zako unaweza ukawa unaumwa kitu yani pesa ambayo ilikuwa inatakiwa ni 100,000 tu unaweza ukapona, lakini sasa unaweza ukaumwa mpaka ukafa, na wakaja msibani kwako, wakaja wakachanga mamilioni ya pesa. Kumbe pesa bwana ilikuwa unatakiwa uponeni 100,000 tu. Kwa hiyo ndugu zako bwana usiwape kipaumbele sana. Sio kwa ubaya, lakini sio wote, lakini kwa upande wangu mimi